Wa hal tajibu nafaqatu ala almutawaffa anha, je, ni wajibu kuhudumiwa mwanamke ambaye kwamba amefiliwa na mumewe? Jawabu likaja la nafaqata laha, mwanamke huyo hana kuhudumiwa. Wa in kanati hamila, japo kwamba atakuwa ni mjamzito. Wa in kanati hamila, japo kwamba atakuwa ni mjamzito mwanamke huyo aliyefiliwa na mumewe, huyu hakuna huduma yoyote atakayohudumiwa, japo kwamba atakuwa ni mjamzito. Hapo sasa huwa ikapita tu huruma ya wale ndugu ambao kwamba wa yule mume ambaye amefariki, wakifanya huruma kumhudumia, si jambo baya, haikatazwi, lakini ule uwajibu kwamba walaumiwe ndugu kwamba yule kafiwa na mumewe halafu ni mjamzito lazima ahudumie, ulazima ule haupo. Ila kama itapita huruma ndugu akaona jamani, ule kweli amefiwa na mumewe, kama vile ana kaida na mjamzito, kwa hiyo tujitahidi kumhudumia kwa sababu ndugu yetu kaacha ujauzito pale, hiyo sasa ni huruma. Lakini ule uwajibu kwamba lazima ahudumiwe kwa sababu kafiwa na mumewe na mjamzito, sheria yetu ya Uislamu inasema mwanamke akiwa amefiwa na mumewe kisha akawa ni mjamzito, mwanamke huyu hapati huduma yoyote kutoka kwa wale ndugu, ila kwa huruma zao wanaweza wakafanya hivyo. Ni habari na hii ni kwa hadithi ya Bwana Mtume aliposema, laisa lilhamili almutawaffa anha zawjuha, hana mwanamke almutawaffa anha zawjuha, aliyefiliwa na mumewe, nafaqatu, hana yeye kupewa matumizi. Hiyo ndio kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi kapokea Daraqutni bi isnadi sahihi, amepokea Daraqutni kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo ni hadithi ambayo kwamba inasihi kutolea hoja, inasihi kutolea hoja kwamba ni hadithi sahihi. Msemaji wa Bayhaqi asema awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadin fi dhabtihi wa naqlihi. Kwa hiyo hii haina shaka ni hadithi sahihi. Msemaji wa Bayhaqi anaelezea katika msalo wa hadithi kwamba awwaluha sahihu, hadithi ya kwanza kabisa kuitolea hoja ni ile hadithi iliyokuwa sahihi. Wa huwa mattasala isnaduhu, nao ni ile ambayo kwamba imeungana isnadi yake. Wa huwa mattasala isnaduhu wa lam yashudh au yu'al, haina dosari wala illa yoyote. Mwisho asema yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, hadithi hiyo inapokelewa na mtu mwadilifu ambaye kwamba naye kaipokea mtu mwadilifu an mithlihi, kwa mtu mfano wake. Ina maana kaipokea mwadilifu kutoka kwa mwadilifu. Walam yashudh au yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadin fi dhabtihi wa naqlihi, ambaye ni mwenye kutegemewa katika kudhibiti kwake mambo na katika kunakili, kuzichukua zile hadithi kwa huko anapozitoa. Hii ndio hadithi sahihi. Mfano wake ndi hii sasa, mfano wake iliyotajwa katika masuala ya hadithi ni hii, kwamba imepokelewa na Daraqutni bi isnadin sahihi, kwa isnadi iliyokuwa sahihi. Aendelea asema idha wajabat an-nafaqatu, itakapokuwa ni wajibu kutoa chakula, ala raj'ati, kwa mwanamke ambaye kwamba yeye ni mwanamke ambaye kaacha talaka moja, ameacha talaka moja au mbili, bado yupo katika hukumu ya mke, sawa. Fatuwafia anha zawjuha, akafiwa na mumewe katika wakati huo akiwa katika eda, fi athna ila idda, yupo katikati ya eda hajamalizika, anakufa yule mume. Fahal tajibu laha nafaqatu, je, itakuwa ni wajibu mwanamke huyo baada ya kuwa alikuwa anahudumiwa na yule mumewe,
lakini fatuwufia zawjuha, akafishwa mumewe, fi athnai al-idda, katika zama zile ambayo yupo katika ida, yule mume akafa. Je, ni wajibu kupewa chakula? Asema la nafaqata la, mwanamke huyu atakuwa hapewi tena chakula, wala uhamila, hata kama alikuwa ni mjamzito, yale matumizi aliyokuwa anapewa na mumewe yatakatwa, yatakuwa hasi mwenye kupewa tena, ila kwa huruma zao wale ndugu wa yule mume aliyekufa wanaweza akafanya hivyo katika kumhudumia. Kama qaddamtu al-kalama alayhi, kama nilivyotanguliza maneno juu ya swala hili. Kule juu amezungumzia habari hizi kwamba hapewi chakula mwanamke ambaye kafiwa na mumewe, hapewi chakula ila kwa huruma za hao ndugu wanaweza wakamhudumia. Na hii ninayozungumza hapa kwa huruma za hao ndugu haipo kwenye kitabu, isipokuwa nazungumza mimi kama kwa huruma za wale ndugu wanaweza wakamhudumia kwa huruma zao kwa nazo. Bikhilafi alhamili, na hii ni kinyume na mwanamke mjamzito, albaini, ambaye kaachwa talaka tatu, uwezekano wa kurejewa yeye haupo. Fa inna laha nafaqata, huyu ataendelea, atahudumiwa, wala mata zawjuha, japo kwamba alikufa yule mumewe, wa hiya fil iddati, na yeye akiwa bado yupo katika ida. Liannaha, kwa sababu yeye la tantaqilu liiddati alwafati, yeye hahami kwenda katika ida ya kufiwa. Huyu mwanamke aliyototola tatu, huyu ataendelea kuhudumiwa kwa sababu yeye hahami kwenda katika ida ya mwanamke aliyefiwa na mumewe. Talaka tatu, mumewe akifa, yeye hahami, atabakia na ida yake. Sasa kwa sababu hiyo kwamba yeye hahami kwenda katika ida ya ya mwanamke aliyefiwa na mumewe, atabakia katika ida yake ile ile, huyu ataendelea kuhudumiwa mpaka pale atakapokuwa amejifungua. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, mtarajie kupata matirio mengi kupitia channel hii. Kwa hiyo nakusihini muendelee kuitazama channel yetu hii, lakini vile vile msisahau kusubscribe kwa ajili ya kutupa nguvu sisi tunaotoa mada hizi, kwani ndiyo kutuwezesha kwenu huko katika kuendelea kutoa elimu hii. Na inshallah taendelea na mada nyingine nyingi, ikiwemo ile ya kwamba je, baba mzazi aliyezaa na mtoto wake wa kumzaa, mtoto atakuwa katika hukumu gani? Hiyo ndio mada inayofuata. Kwa hiyo kaeni chonjo katika kupata matilio hayo, ili mradi kwamba kila mmoja awe katika kuelewa masala yetu ya dini inakwenda vipi. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lakini vile vile tunasema kwamba kama mtu atataka kuuliza, labda baada ya kusikiliza, namba yangu itawekwa hapo, atauliza katika mada hii, lakini asiulize katika mambo mengine. Nitajibu masala ya yule ambaye kwamba atakayeuliza kwa haya